Kama ningeweza kuzirudisha siku nyuma, nikafuta hichi ninachokiona. Sijui imekuwa mbaya kiasi gani, lakini Isabela, mara ya mwisho nilifanya kwa sababu ya kukusaidia wewe na kuomba, na wewe leo unisaidie mimi. Unataka mimi nifanye nini? Kiukweli sijui ufanye kitu gani, lakini yule alikuwa ni baba yako. Unaweza ukawaambia polisi kitu chochote kile na wakakuelewa. Tafadhali nakuomba. Unajua mdogo wangu ananitegemea mimi kwa kila kitu. Anategemea mimi nitafute pesa ili yeye ale. Anategemea mimi nitafute pesa ili yeye asome. Sasa kama mimi nitaendelea kukaa hapa, basi maisha mdogo wangu yataharibika. Pole sana Simon. Itanibidi niwaambie polisi ukweli ili wewe uweze kutoka hapa. Unajua kuna kitu sijakuambia. Toka amenioa huyu mwanaume, hajawahi kugusa mwili wangu. Hebu acha kumtoa umana mume wako bwana. Simtoe umana, nakuambia ukweli. Ila jana alijaribu. Sasa kwa nini useme amejaribu? Kwa sababu zilikuwa ni dakika 2 za majaribio. Basi sawa. Kama yeye ameweza kukupa dakika 2, mimi nitakuongezea dakika 58 ili tupate risali moja. Na macho yameshindwa uhifadhi siri ya moyo wangu. Chozi lanitoka, pumzi nakataa. Hapana, hauwezi kufanya hivyo Isabela. Ni kweli mimi nampenda sana mdogo wangu, lakini hata wewe pia nakupenda. Sihitaji wote mpate shida. Hakuna njia nyingine kukusaidia zaidi ya mimi kuzungumza ukweli, ili niweze kuambia kwamba mimi ndo nilifanya makosa, niweze kuwajibika. Hapana, siwezi kuruhusu hilo likatokea. Ipo njia moja ambayo mimi naweza kuitumia. Njia gani hiyo? Kasolani ni vitu vile vinavyokaa kwenye imani. Vipi shemeji, kuna shida? Unastaajabisha shemeji. Hujawahi kumwona mtu anacheza taarabu? Sikuwahi kuwaza kama unaweza kukata maono namna hiyo. Haya maono dada yako anajua vizuri sana. Na katika jambo hilo mimi ni mtu mwingine kabisa. Sawa, sasa ndo ungefanya umjaza kibendi hiki kichezecheze na wajomba. Itabidi niwaambie polisi kwamba mimi ndiye niliyeua. Lakini Isabela, nakuomba kitu. Najua baada ya mimi kusema hivyo, basi maisha yangu yote yanaweza kaisha hivi sana.
Sitajutia kwa sababu nitakuwa nimefanya kwa sababu ya watu ninawapenda. Na kuomba Sabira, kipindi chote ambacho mimi nitakuwa mbali, naomba muangalie mdogo wangu. Mimba sio maembe, sio unaenda mtini tu unatungua. Kila kitu kipo katika mpangilio wake. Ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa nazunguka, unajua nyumba ni kubwa, sijaimaliza bado. Basi tunaweza tukavaibika tu pamoja. Tucheze. Tunacheza tu taarabu, kwani kuna shida gani? Karibu. Hizi nyumba zinakuwa nzuri sana. Mwanzo napojitia pangu kuyasema ya mwenzako yakoja timia. Si vizuri mlimwengu kwanza yatizame yako ndo uanze kukosoa. Unapojitia pangu kuyasema ya mwenzako yakoja timia. Si vizuri mlimwengu kwanza yatizame yako ndo uanze kukosoa. Isiwe maneno chungu akutangaza wenzako yako umefungia. Naweza kusikia hichi kilio na maumivu ya kidonda cha moyo, maana mzigo umenizidi. Siri nimebeba Sabira alienda kwa najua kila kitu ulichokiongea tumekisikia. Vipi, kuna issue nyingine? Inabidi tumalize haraka sana mpango wetu, kwa sababu nimeanza kuwa na wasiwasi na Isabela. Unajua siku zote wanawake ni dhaifu, inatupasa tu makini, anaweza kutuharibia mpango wetu. Kwa nini umekuwa na wasiwasi naye? Kuna tatizo? Baada ya yeye kurudi kuongea na Simon, amekuja na wazo. Langa, nina wazo, ila sidhani kama litakuwa zuri upande wako. Wazo gani? Kila kitu kimekwisha. Simon amekubali kubeba mzigo, lakini kuna kitu aliniomba niweze kumsaidia mdogo wake. Kwa hiyo nataka kusemaje? Babe, tunapaswa kumsaidia mdogo wake kama Simon mwenyewe alivyohitaji. Nachukia sana kuzaliwa maskini. Wakati nakuwa, babangu alikuwa ni maskini, lakini alikuwa yuko tayari kumwangalia kila mtu mmoja. Pindi babangu alipofariki, hakuna hata mtu mmoja aliyetuangalia sisi. Kwa hiyo, ili uwe tajiri, hakuna huruma wala hakuna mapenzi. Mimi nikamwambia ndo ufanye sawa, mjaze mimba ili tupate anko tusicheze naye sisi wajomba. Hii anachonipanga mume wako hata simuelewi. Mimba itafuti kama maembe. Tuna mipango yetu. Sijui unaishi naye vipi huyo? Aije Mungu, nimekuambia mimi yule ana akili vizuri. Umeona sasa mwenyewe umejionea. Karibuni. Habari za saa hizi? Salama shemeji. Mimi nipo juu.
Tena inabidi ajue vizuri, kwenye hii kazi hakuna huruma wala hakuna mapenzi. Nilimwambia hivyo, lakini nahisi ameingiza kitu kipya ndani ya moyo wake. Inabidi tumalize hii kazi haraka sana na tuondoke hapa. Sawa, fanya hivi. Lakini kama itakuwa tofauti, itabidi tumuingize kwenye hii kesi. Na ile video si unayo? Ndio, video ipo. Lakini sifikirii kama hilo ni wazo zuri. Unampenda? Kumbuka, hakuna huruma wala hakuna mapenzi. Niachie mimi, nitaimaliza hii kazi. Unataka kufanya nini? Najua mimi nini cha kufanya. Kwa kuwa amegoma kusema, nitamfanya aseme. Kidonda cha moyo